Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wabad. Ashukuru Allah tabaraka wa taala, sala na salama zimwendee kiongozi wa umma huu Nabii Muhammadin, yeye na watu wa nyumbani kwake na masahaba zake na wote ambao watakao ufata mwenendo uliokuwa bora hadi siku ya malipo. Naomba Allah tabaraka wa taala atujalie tuwe miongoni mwa hao, Allahumma amin. Ndugu katika imani na wewe ambaye hujabahatikiwa kuwa Muislam, nina ukumbusho mfupi sana. Jitahidi usikilize hii video yote, itazame yote kwa uzuri, utajifunza kitu kikubwa sana. Kisha share, subscribe, watumie na wengine ili wafaidike. Ndugu zanguni, kuna hadithi ambayo ina trendi sasa kwenye social media, hadithi ambayo inazagazwa na maadui wa Uislamu na nia na mazumuni ni kumtia tanaqud Mtume sallallahu alayhi wasallama, bali na kuupaka matope Uislamu, kuuchafua. Lakini tatizo ni kwamba wanafanya jambo bila ya elimu. Kuna pasta mmoja, mimi katika udukuzi wangu kwenye social media, aliposti kijikatuni mzee mmoja, kisha akaandika mzee huyu ana miaka 54, amekishikilia kibinti kidogodogo hivi, kisha akaandika kibinti hiki kina miaka 6, kisha akaandika juu pale, huu ni Muhammad mtume wa Waislamu. Anatoa ujumbe gani? ya kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallama alipata kukioa kibinti kidogo, umri wake miaka 54. Kibinti hicho kina miaka 6. Anaonyesha ulimwengu ya kwamba Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama alikuwa ni muharibifu. Inaingia akilini vipi mzee wa miaka 54 akaoa kibinti cha miaka 6? Lakini tunasema yote haya ni sababu ya ignorance, elimu ndogo. Na nikaona komenti nyingi, Uislamu ni kitu cha hovyo sana, Mtume we Muhammad alikuwa anapenda wanawake Kwa akili za kibinadamu za kawaida utafikiri ni matusi Mtume kuoa kibinti cha miaka 6. Lakini ni kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam alioa kibinti cha miaka 6. Kana mimi mwanzo hadi mwisho. Subscribe, comment, share, watumie watu wengine wajipatie faida. Nataka tuende kielimu. Hadithi iliyozungumza ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inaanza hivi: an Aisha radhiyallahu anha qalat tazawwajani wa ana bintu 6 sinina wa bana bi wa ana bintu 9 sinina muttafaqun alayhi. Hadithi hii ni muttafaqun alayhi, wamepokea Bukhari na Muslim, hadithi sahihi kabisa. Aisha anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama amenioa mimi Aisha, umri wangu ulikuwa ni miaka 6, lakini hakunichukua wakati niko na miaka 6. Baada ya miaka 9, nilipokamilisha miaka 9, akanichukua na nikaishi na yeye ajili ya kula tunda. Manaki wakaishi kama mke na mme. Sasa Aisha alipotimiza miaka 9, mimi na wewe tukifasiri hadithi hii kwa kutumia akili zetu sawa na neno kwa neno, hatuwezi kupata majibu. Ndio maana Uislamu ni dini ambayo Allah tabaraka wa taala ameilinda na kuhifadhi. Amesema ya kwamba inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah tabaraka wa taala ndiyo anaoulinda Uislamu. Kama umejipanga ajili ya kuchafua, wallahi utaondoka mtupu na aibu, hautafika kwenye lolote. Twende kielimu. Kaifa fassara alulama hadha alishkal?
hii hadithi maulama waliifasiri vipi? Maulama wameifasiri vipi? Awalan, tariqu riwaya. Katika Uislamu hauwezi kukurupuka tu unafasiri jinsi unaona, haiji hivyo. Kwanza hadithi inachukuliwa, inatizamwa ni nani rawi, ni nani mpokezi, ni nani msimulizi. Tunaanza na jambo la kwanza, tariqu riwaya. Hadithi imepokelewa na nani, imesimuliwa na nani? Tariqu riwaya baina alqausaini, tunaweka katikati ya mabano, tunampata mtu anaitwa Hisham ibn Urwa. Huyu Hisham ibn Urwa, wanazuoni wa hadithi wanamuona vipi? Jaa alhadith min tariqi Hisham ibn Urwa, wanasema ya kwamba hadithi imekuja, hii hadithi imekuja kwa njia au kwa masimulizi ya Hisham ibn Urwa. Alulamau lhadith wathaquhu, wanasema wanazuoni wa hadithi ya kwamba Hisham ibn Urwa ni miongoni mwa rijalu thiqa, ni miongoni mwa wana wa hadithi ambao wameaminika. Almuhim, alulama lam yat'anu fi lhadith. La muhimu ni kwamba wanazuoni hawakutani hii hadithi, wala hawakusema ni uongo, wala kuidhaufisha, wala kumdhaufisha aliyeisimulia. Wa innama naqashu fahmuhu tarikhiya, bali walinaqish ufahamu wa hii hadithi kulingana na history, kulingana na tarikh. Walitizama tarikh kisha wakaweka debate kunakish hii hadithi ili ufahamu. Kaa pamoja na mimi utanielewa, kaa pamoja na mimi utanielewa. Wanasema qala al-Imam Malik ibn Anas radiyallahu anhu ya kwamba lam yakun Hisham ibn Urwa, lam yakun ahlu al-Madinati akhudhuna an Hisham ibn Urwa ma hadatha bihi fi al-Iraq, ya kwamba watu wa Iraq, watu wa Madina walikuwa hawachukui kutoka kwa Hisham alipohamia Iraq. Hisham alipohama kwenda Iraq, watu wa Madina walikuwa hawachukui upokezi wa Hisham ibn Urwa. Waqala al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani fi tahdhibi at-tahdhibi, taghayyara hifdhuhu lamma qadama al-Iraq, ya kwamba hifdhu yake huyu Hisham ilibadilika baada ya kwenda Iraq. Wa kullu riwayati tis'u jaat min al-Iraq, na hizi riwaya za kusema Mtume sallallahu alaihi wasallama alimchukua Aisha na kwenda kuishi naye na miaka 9, zote zimekuja kutoka Iraq. Wala yujadu riwayatan madaniya bihadha raqam, wala hakuna riwaya hata moja kutoka Madina iliyokuja kuzungumza kwa namba hii. Chukua hiyo. Lakini faida nyingine nataka nikupatie, al-Arab, al-hisabu al-umri fi al-Arab. Al-Arabu ahyanan la yahsabuna sinina bidiqqa au yahsabuna ba'da al-bulugh au yadhkuruna taqriban raqaman taqriban. Waarabu zama za jahiliya, kabla ya Uislamu na baada ya Uislamu kidogo, watu walikuwa hawahesabu umri kwa ile namba haswa, ile namba kamili, bali walikuwa wakihesabu baada ya baligh au muda kidogo kabla yake. Ilikuwa ni hivyo, walikuwa wanasema wulida amaini baada amu fil au baada harbu kadha, hivyo maana walikuwa wakihesabu miaka kulingana na tukio fulani ambalo lililotokea. Fatisu
qad takunu takriban la dhabitan hisabiyan daqiqa. Inawezekana hii 9 iliyokuwa ikizungumzwa hapa ilikuwa inazungumziwa takriban, wala sio kusema ya kwamba ni 9 kwa maana ya 9. Hapana. Na ziko dalili nyingi ambazo zinakuja kuvunja hii hoja ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kuishi na Bi Aisha hali ya kuwa ana miaka 9. Dalili gani? Alfarqu sinni baina Asma'u bintu Abi Bakri wa Aisha radhiyallahu anha. Qala al-Imam الذهبي رحمه الله تعالى وأرضاه في سير أعلام نبلاء كانت أسماء بنت أبي بكر أكبر من عائشة بنحو 10 سنين. Anasema Alimamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala kwenye Siyar A'lami Nubala ya kwamba Asma binti Abi Bakr ambaye ni dada yake Aisha alikuwa ni mkubwa kwa Aisha kwa tofauti ya miaka 10. Yani Asma alikuwa anamzidi Aisha miaka 10. Waqala Alimamu Ibn Kathir fi al-Bidayati wan-Nihaya tufiyat Asma bintu Abi Bakr sanata 73 min al-hijra wa qad nahazat al-100, ya kwamba alikufa Asma dada yake na Aisha alikufa mwaka wa 73 baada ya hijra, na huku tumeona ya kwamba Asma anamshinda Aisha miaka 10, miaka 10, na huku tunaona ya kwamba waqad nahazatil 100 alikufa mwaka wa 73 katika baada ya hijra. Ukiunganisha 73 kuongeza 27 unapata 100, kwa sababu wanasema alikufa hali ya kuwa ana miaka 100, maana yake ni 27 kuongeza 73. Kwa hiyo Asma alikufa na miaka 100. Fayufham min dhalika anna Asma bintu Abi Bakr wulidat qabla al-hijra binahwi 27 sana. Kwa mtazamo huyu inafahamika ya kwamba Asma alizaliwa kabla ya hijra miaka 27, kwa sababu baada ya hijra iliongezeka miaka 73 ndio ikawa 100. Wa kanat akbara min ukhtiha Aisha bi10 sinina, na yeye Asma ni mkubwa kwa dada yake Aisha kwa tofauti ya miaka 10. Fayakunu maulidu Aisha qabla al-hijra binahwi 17 sana. Kwa mtazamo huu inaonekana Aisha kabla ya hijra alikuwa na miaka 17. Yani kabla ya hijra Aisha alikuwa na miaka 17, na wamekubaliana jumhur al-ulama, wanachuoni wa hadithi wote wa sira na wanazuoni wote wamekubaliana ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama alimchukua Aisha kwenda kuishi naye mwaka mmoja au miaka 2 baada ya kuhamia Madina, baada ya hijra katika mwezi wa Shawwal. Kumbe Aisha radhiyallahu anha Mtume hakumchukua na miaka 6 wala hakumuona miaka 6 wala hakumchukua kwenda kuishi naye na miaka 9. Sio ukweli. Kwa kutanisha haya matukio, kwa kuconnect dots, kama tutaunga haya matukio, ni zahir ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimchukua Aisha ameshakuwa na miaka 18 au miaka 19. Kumbe huu ni uongo uliokuwa wazi kabisa. Na kuomba we Muislam jitahidi kuwa unasikiliza madarsa, fuatilia madarsa
na wewe ambaye hujabahatikiwa kuwa Muislamu, kuwa hangi sana na mafundisho ya hao viongozi wenu au mapasta. Hamna ambacho wanachokitafuta isipokuwa ni kukula pesa zenu kwa dhulma, ni waongo. Ukitaka kujua Uislamu, kaa usome. Anaposema kitu pasta, watafute wenyewe, Waislamu, waulize, soma alichokifundisha. Sio amekuhadisia tu na una meza tu, yani unatafuniwa, una mezi na unamezeshwa. Ni mtihani sana, anakupelekeni motoni. Ndugu zanguni katika imani, tahadharini sana, kwa sababu hawa ni watu ambao wanaweka wasiwasi katika nyoyo za watu. Utakutana na maneno kama haya ndani ya mitandao, na niko na uhakika maneno kama hayo umekutana nayo, lakini wasema tu Allahu a'lam, unaweka ismu tafdhil kwa sababu ndio hivyo, ni imani. Lakini sisi hatuamini kibughudha, tunaamini liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Yani sisi ni kuongoka kwa ubainifu, na kama utapotea upotee baada ya kubainishiwa, sio kibughudha. Ndio Uislamu ulivyokaa. Uislamu ni dini iliyokuwa safi, dimu ya elimu, mama wa elimu. Kumbe usikurupuki ukaanza ukatukana. Hebu kaa kwanza na Waislamu, waulize wenyewe. Ona, wewe ni pasta ambao unajiita sijui ni mtume, sijui ni nani. Mimi sio hata shekhi. Wallahi mimi sio hata shekhi. Mimi ni mwanafunzi mdogo sana, tena wachekechea kabisa, ambaye ni kuwasaidia mashekhe vitabu wanapokaa kunasomesha. Unaona aje kama tutamchukua shekhe mmoja tumuweke mbele ya meza, ambaye mbele yenu, ambaye yeye ndiye aanze kuchambua haya masala? Mimi nafikiri natisha, na ndio mwanafunzi wa chekechea natisha kama hivi. Unaonaje wewe ambaye sio Muislamu, kama tutamleta shekhe mmoja tu akae hapa na aanze kuchambua mada kama hizi? Ni mtihani sana wallahi. Allah aturahisishie, atuwezeshe, atupatie elimu yenye manufaa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.